nampenda sana na ndiye aliyebadilisha maisha yangu. Kila kitu unachokiona hapa ni kwa sababu ya baba yako. Mzee akawa haamini kabisa kama ana mtoto wa Ferdinand kwenye nyumba yake. Mr. Cooker akaanza kusimulia mambo ambayo yalitokea miaka 10 nyuma. Mr. Cooker alikuwa anafanya kazi ya ulinzi kwa mzee Ferdinand na mzee alikuwa anampenda sana Mr. Cooker. Alikuwa akitoka safari anamletea zawadi kwa ajili yake pamoja na familia yake. Siku moja mzee Ferdinand alimuita Mr. Cooker na kumwambia kuwa anahitaji kujitegemea sasa baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu na atampa mtaji kwa ajili ya kufanya biashara. Alimsisitiza kuwa ana kichwa kizuri kwa ajili ya biashara na akamwahidi kuwa atamkutanisha na wafanyabiashara wenzake. Mr. Cooker alimshukuru sana unaambiwa. Ikafanywa sherehe kidogo kwa ajili ya Mr. Cooker. Watu wakaenjoy sana pale. Anaendeleaje kwa sasa? Maana nimefika kwenye nyumba yenu mara nyingi sana lakini sijafanikiwa kuonana naye. Mzee akamwambia kuwa aliwahi kwenda kwenye ile nyumba mara ya kwanza akafukuzwa na mlinzi. Mara ya pili pia akaenda mpaka na pesa ili amuonge mlinzi, lengo tu aingie walau apaone pale ndani, lakini mlinzi alimgomea kinoma. Mchizi akawaambia kuwa baba yake alifariki muda mrefu nyuma. Kila mtu alishtuka sana pale. Kilitokea nini? Kabla hajajibu akaingia Dennis na mama yake wakiwa wanasalimiana na Mrs. Cooker. Akaingia Ria. Hi babe, nimekuletea hii. Usiniite hivyo. Vincent akaja kusimama karibu na Ria. Huyu ni nani? Mchizi akajitambulisha kuwa mimi naitwa Vincent. Jamaa hakujali, akamwomba Ria waende eneo la peke yao ili wakaongee. Bibie aligoma kinomo naambiwa. Mchizi alifoka kishenzi yani. Kisha akamuomba wakaongee ili wasimkasirishe mama yake Mchizi. Vincent akaingilia unaambiwa. Haya ni mambo ya kifamilia, wewe hayakuhusu kabisa, ondoka tu, subiri kwanza, tumekuja hapa kuaibishwa na hiki kitu. Mama ikabidi ajieleze kuwa Mchizi amekuja kuwatembelea baada ya kutokuonana kwa muda mrefu tu, kwani familia zao ni marafiki wa muda mrefu, ndio alikuwa anaondoka hivi. Mchizi akajichenga zake. Dennis akaendelea kumbembeleza Ria lakini bibie akagoma kinoma, kisha kasepa zake. Mama akawakaribisha wakae. Hawa watu wanadharau kinomo naambiwa, wanataka kuoa kwa lazima yani. Wakati Vincent anatoka, mzee akamsubirisha kwanza, akamuuliza maisha yake baada ya mzee wake kufariki. Akamwambia kuwa hayajawahi kuwa mazuri kabisa, alipoteza kila kitu. Mchizi akamweleza miaka 5 nyuma mzee wake alimpigia simu akimtaka rudi nyumbani kutoka Marekani tena haraka sana. Alipofika tu akamwambia kuwa amepata ugonjwa. Alizunguka sana kutibiwa, alitumia gharama nyingi sana lakini haikuwezekana. Mzee akawapigia simu marafiki zake kujaribu kuomba msaada japo amsaidie mwanaye tu, lakini hakufanikiwa kabisa. Hali ya mzee ikaendelea kuwa mbaya, mwisho alipoteza maisha. Mchizi akawa amebaki peke yake, hana pesa kumrudisha tena Marekani. Ukawa mtihani mkubwa kwa mwana. Siku moja akiwa amechidi na mawazo yake, geti likagongwa. Alipofungua tu akakutana na huyu mwana hapa. Yeye alikuwa ameleta barua zilizomtaka aondoke kwenye hii nyumba ndani ya siku 21. Mchizi akawa hana la kufanya kabisa. Inaumiza kishenzi hii unaambiwa. Njaa ikawa kali kwa mwana unaambiwa. Ikabidi auze baadhi ya vitu vyake ikiwemo nguo, miwani na